Jonibo nampenda tena. Lakini siku kajua ananichiti. Awe, Jonibo. Napenda. Awe, sinasa kama kijiti. Ana, kabi mama. Ni mara ya 3 sasa naongea na wewe mama. Siku zote Rafiki ni mke wa ofisi. Rafiki hastahili kupewa siri za moyoni. Wewe mwanangu unaweza ukamwona kama ndugu yako, kila jambo lako ukamwambia yeye, lakini mwisho wa siku takita. Mama, usiseme hivyo. Rafiki yangu Sophie namwamini sana. Wezi nifanyia nini hivyo? Nampenda naye nampenda pia. Mimi namwamini mama. Ndio. Hakunaga rafiki sasa hivi mwanangu. Marafiki ilikuwa enzi za miaka yetu sisi. Kwa sasa rafiki mke wa ofisi. Usiamini sana rafiki mwanangu. Mimi ni mama yako, siwezi kukuficha wewe. Na ndio maana nakwambia. Sawa mama, nimekuelewa mamangu, nitafanyia kazi hiki. Nimekusikia mamangu. Sawa. Unajua Ana ameshaanza kutisia vibaya. Lakini Jenibo nimesambia. Kwamba hiyo leo tutaje kuleta matatizo mimi naogopa. Sasa unaogopa nini? Matatizo hayo unajua. Lakini tunanawia dada yangu ile kama ndugu yangu. Tambua nakupa. Tavyo matia, bajara skula, sijui. Dada. Ona kule. Shemeji. Ana. Wewe una mpaka saizi Ana, sinaongea na wewe. Vipi mpaka saizi unaumwa? Mama, sitaki kuamini. Watu niliowapenda ndo wameniumiza. Nani, Jonibo? Hapana, sio Jonibo, kama Sophia pia. Lakini mwanangu, nilikwambia mimi mtu mzima nikula chumvi nyingi. Nilikwambia mwanangu, angalia na kuwa makini. Hakuna rafiki sasa hivi. Ulibishana kia, mbona mwamini? Umeona? Mama, sikujua kama Sophia angenifanyia nini. Anajua fika mimi nampenda Jonibo. Anaenda kunifanyia mimi hivi mama. Ningejua nisingemwamini. Sikiliza mwanangu. Usikubali mawazo ya kutawale ukaja kuwa mtu mbaya, ukaja kumkosea Mungu wako. Yote ya duniani yanapita. Umenielewa? Mama, nimekuelewa. Nitajitahidi. Asante kwa shauri. Sema nitajitahidi, ila nilikwambia mkubwa akiongea mama sikiliza. Yawezekana labda mimi kwa ukubwa wangu kuna jambo niliona. Kiukweli kabisa umemkosea sana Ana. Alafu mbona na mwanamke mimi ni mzuri tu, na aliamua kukupenda kiukweli kabisa.
Mimi sikutegemea kwamba upendo wake malipo yake ni usaliti. Sikuwahi kuwaza hivyo ya. Ulifikiria nini kaka? Tena sio usaliti tu, yani usaliti kwa mtu wake wa karibu. Kweli? Haukuona watu wengine isipokuwa Sofia. Na Sofia na Ana ni hivi. Alafu umewezaje kufanya hivi? Tox, nilichanganyikiwa. Yaani nimejikuta nimechanganyikiwa tu. Mpaka nilikuwa najiuliza, inakuwaje mimi nifanye kitu kama hiki? Yaani nimechanganyikiwa ni kiasi kwamba sielewi. Yaani wao wanasema mfamaji huwa haishi kutapatapa. Ndio kitu ambacho kinatokea kwako. Yaani umekosea lakini bado unaona kama vile hauna kosa. Eti nimechanganyikiwa. Unajua usaliti sio kitu ambacho labda kinatokea tu ghafla. Kina maandalizi. Kwa maana yake wewe mpaka umefanya hivi, ulijipanga na umedhamiria kabisa kufanya hivi. Sasa ndugu yangu, wewe ni ndugu yangu sana. Nifanyeje ili anaone kama mimi sijafanya hiki kitu? Yaani nifanye kitu gani ana aamini kuwa mimi sijatoka na Sophie? Na ndio maisha ya ukweli yako hivyo. Mtu anaiba, anaonekana kabisa ameiba, lakini atakataa, mimi sijaiba, mimi sio mwizi. Kubali tu umekosea. Na ile kosa ulofanya kwa Hana sio kosa dogo. Kosa kubwa sana. Lakini kikweli mimi nampenda sana Hana. Mimi siamini katika maneno yako. Eti nampenda sana Hana. Ndio namsaliti. Kweli mama, malipo ya upendo ni usaliti? Ndio maana hata mwanzo nimekwambia. Nifanye kitu gani naonekana kama mimi sijafanya kile kitendo kwa Sophie? Yaani Hana aamini kuwa mimi sijamsaliti. Ameshuhudia mwenyewe. Au amehadisiwa na mtu? Kikweli niliona. Tox nampenda Hana. Unajua ungekuwa unampenda kiukweli kabisa, usingefanya hayo ambayo mimi nimekufanya. Usaliti hakutokei ghafla, unatengenezwa. Ulizamilia kufanya hivyo. Tox. Kupigia simu zangu shiki. Nimepiga mara nyingi sana upokee. Nenda toka basi ndio mwana mmoja. Joni, kuna cha kuniambia nikakusikia na kukuelewa. Uzungumze nini? Na uzungumze na nani? Na kwa nini uzungumze na mimi? Nimeamua kujishusha kwako, nimekosea, naomba unisamehe. Joni, msamaha kutoka kwangu sahau. Na kosa ulifanya unalifahamu. Ondoka. Sikii. Oyana. Mbona sasa? Nilishakwambia huyu Jonibo ambaye unaamini wewe kwako ni mwanaume sahihi. Asingeweza kufanya yote haya. Mtu ambaye ana upendo wa dhati hawezi kukupa malipo ule maumivu. Upendo malipo yake sio usaliti. Na bora angetoka mbali, basi angeenda mbali kwa mtoto wengine. Ndugu yako Sofia. Kweli? Sofia kabisa wa damu. Sio sawa, mimi sijapenda kweli kabisa. Kiukweli mpaka muda huu sitaki kuamini kama Jonibo ametendea na Sofia. Sofia ni zaidi ya rafiki yangu mimi, ni ndugu yangu. Sofia ni kama dada yangu. Ameenda kutembea shemeji yake Jonibo. Na Jonibo anajua mimi nampenda kiasi gani. Sofia anajua pia. Alafu kitu ambacho kijui, sio Sofia tu.
Jonibo mimi namfahamu, sio Sofia tu. Unajua kuhusu Sofia? Okay. Mimi nikwambie tu kweli. Jonibo hakufai. Cha kufanya sasa, kipindi hiki kigumu ambacho uko nacho, na kuomba tafadhali, na kuomba sana, basi mimi niwe faraja yako, nikufariji kipindi hiki mpaka utakapokuwa sawa. Toksi, na usichukulie hii chance kisa Jonibo ametembea na Sofia mimi nitamwacha. No, ningekuwa nakupenda toka zamani, nilikuwa nishakukubalia. Sio utumie chance hii utazani mtu atakuwa na mimi. Hapana, mimi nampenda Jonibo na siwezi kuwa na wewe. Kama umenisaliti sikilizia, siwezi. Yes, nampenda Jonibo. Unampenda Jonibo, unampenda nini sasa? Nampenda. Yaani mtu ambaye anaumiza moyo wako, unasema hicho nampenda. Hivyo au Joni hata huruma wewe. Joni huruma. Choo kwangu sasa ule maisha. Mungu tena. Hautanitia. Hiyo kusema ulikupenda ni sawa, ni sawa. Naamini ukikubali kuwa na mimi sasa kipindi hiki, mimi naamini utanipenda tu. Mimi Ana nikupenda wewe Tox, hiyo sahau. Afu kitu kingine simshushe Mungu na mambo ya kijinga. Mungu amefikaje? Tox sikupendi, nampenda Jonibo. Kwani wewe uelewi? Hata kama akafanya nini mimi nampenda. Sawa. Usiseme kwamba nisimshikishe lale Mungu kwa mambo ya kijinga. Haya sio mambo ya kijinga. Sababu kupendana ni Mungu mwenyewe anatuamua sisi tupendane. Basi wana force kitu kisichowezekana. Kwa nini unipendi mimi? Sikupendi. Kwa nini? Sikupendi. Ingekuwa nakutaka nikosha kuchukua muda. Sikutaki Toxielewa. Unajua Ana, mapenzi huyaacha uipe kuota. Mimi moyo wangu uko radhi kuwa na wewe. Huo ni moyo wako na mimi na moyo wangu. Moyo wangu yule umekuwa Jonibo. Sasa kwa nini kuchukue wewe? Kwa umenipitia kwa yule malaya asili. Yaani usichukulie huu udhaifu wangu mimi. Jonibo kunichichukua nani huyo? Pia udhaifu wako. Jonibo ana mapenzi na wewe. Niangalie basi. Joni hata huruma kidogo. Mtu malaya anatembea na Sofia, Mariam, mwisho siku utakuja kutimia mpaka na mama yako mzazi. Uko tayari kuendelea naye, si ndio? Sawa. Ni ngumu kumeza, itanibidi nizoee. Sawa. Leo umetembea na Jonibo na nini na nani na Sofia, kesho utatembea na Halima, kesho kuta utatembea mpaka na mama yako mzazi. Koma wewe. Sijamsaliti mpenzi wangu Sofi. Yaani nifanye nini ili Sofi ajue kuwa mimi sijamsaliti, sijafanya hiko kitu. Ana Sofi. Okay. After shot. Hapo tunaendelea. Unajua Ana ni mtu mzima. Na hilo tukio ameliona kwa macho. Wala hakuhadisiwa na mtu. Huyu kwa sababu mbona huyu? Jaribu kuangalia Ana sasa. Wewe ndio wewe Ana, afu Ana ndio wewe. Unaweza kusamehe kwa urahisi hivyo? Tox. Nilichanganyikiwa. Kikweli nilichanganyikiwa. Yaani nimejikuta tu nimechanganyikiwa, hata sielewi. Yaani mpaka nilikuwa najiuliza kweli ni mimi au unajua wanasema mfamaji huwa haishi kutapatapa. Na ndio kitu ambacho kinatokea kwako. Umekuwa umefanya kosa, kumbe babako unacheka, mimi niko serious, unajua? After shot. Turudi mwisho hapo tupo nani hapo. Okay. Wanasema mfamaji huwa haishi kutapatapa. Na ndio. Famasi pale. Unajua wanasema mfamaji huwa haishi kutapatapa. Mama. Wanasema mfamaji haishi kutapatapa. Na ndio kitu ambacho kinatokea. Langaje.